Je, kuna mtu aliyesalama katika siasa za mamlaka? Na je, Jakaya Kikwete yuko salama? Haya ni maswali yanayojadiliwa kwa upana katika mijadala ya mitandaoni na katika duru za kisiasa. Kulingana na madai yanayosambazwa, inasemekana kuwa hata viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi hawana uhakika wa ulinzi wa kudumu. Katika madai hayo, jina la Jakaya Kikwete linatajwa mara kwa mara. Inasemekana kuwa licha ya kuwa na mtandao mpana wa ushawishi na kutajwa kama mmoja ya watu wanaofahamu kwa undani mwelekeo wa maamuzi ndani ya CCM, bado yuko katika mazingira ya kisiasa yanaweza kubadilika wakati wowote. Madai zaidi yanaeleza kuwa katika mfumo unaongozwa na mizani ya maslahi, hata waliokuwa sehemu ya mfumo wanaweza kutengwa au kusogezwa pembeni kisiasa endapo mazingira yatabadilika. Katika siku za hivi karibuni, mjadala mpana umeibuka ndani ya jamii kuhusu mwelekeo wa maamuzi ya kisiasa na chanzo cha ushawishi ndani ya uongozi wa juu. Baadhi ya vyanzo vya mjadala vinazungumzia uwepo wa ushawishi usioonekana moja kwa moja unaodaiwa kuathiri maamuzi muhimu ya kitaifa. Kwa mujibu wa mjadala huu, inadaiwa kuwa mfumo wa madaraka hauendeshwi na vyeo rasmi pekee, bali pia na mitandao ya ushawishi, ushauri wa ndani na uzoefu wa viongozi wa zamani. Hoja kuu inayojitokeza ni kwamba ulinzi wa kisiasa hauko katika cheo, bali katika umuhimu wa mtu kwa wakati husika. Mjadala huu haujajikita katika tukio moja maalum, bali katika mwenendo unaodaiwa kujirudia, ambapo baadhi ya waliokuwa na nafasi ya juu huonekana kupoteza ushawishi au kinga kisiasa wanapochukuliwa kuwa hawana tena mchango wa moja kwa moja kwa mfumo uliopo. Katika mjadala unaoendelea, inadaiwa kwamba Jakaya Kikwete si kiongozi mstaafu, bali ni kitovu cha mfumo wa ushawishi. Katika mjadala unaoendelea, inadaiwa kwamba Jakaya Kikwete si tu kiongozi mstaafu, bali ni kitovu cha mfumo wa ushawishi. Wanaosema hivi hudai kuwa ushawishi wake haupimwi kwa cheo, bali kwa mtandao wa mahusiano, uzoefu wa madaraka na uwezo wa kusawazisha maslahi yanayokinzana. Inasemekana pia kwamba katika maamuzi nyeti, sauti yake hutajwa kuwa na uzito, si kwa kuonekana hadharani, bali kwa kuunda mwelekeo. Ndani ya hoja hii, Kikwete anaelezwa kama mtu anayesaidia kuhalalisha au kupoza presha, na hivyo kuonekana kama nguzo inayosaidia udhabiti wa sasa. Lakini hoja hiyo huzaa swali jingine. Je, mtu anayechukuliwa kuwa mfumo wenyewe ana kinga ya kudumu? Wachambuzi wanadai kuwa hata aliye na ushawishi mkubwa hulindwa kwa muda mrefu, ili mradi bado anasaidia kusawazisha mizani. Inadaiwa kuwa siku mchango huo ukionekana kupungua au kugeuka kuwa mzigo wa kisiasa, hata ushawishi mkubwa unaweza kuanza kupoteza kinga yake. Ndio maana mjadala huu hausimami kwenye hatari ya leo, bali unaangalia hatari ya baadaye, kwamba usalama katika siasa za mamlaka ni wa masharti, si wa kudumu. Jina la Humphrey Polepole hutajwa mara kwa mara katika mjadala huu kama rejelea ya mjadala mpana, si kama tathmini ya mtu binafsi. Inadaiwa kuwa alikuwa sehemu ya uongozi wa juu na alionekana kuwa na nafasi na ulinzi wa kisiasa kwa kipindi fulani. Baadhi ya vyanzo vya mjadala kuwa mjadala huu unamtumia Polepole kama mfano wa kile kinachoweza kutokea ndani ya mfumo pale mabadiliko ya kisiasa yanapotokea, au pale mtu anapoonekana kutokuwa na nafasi ile aliyokuwa nayo awali. Hapa hoja si kulinganisha hadhi ya viongozi, bali kuonyesha kuwa mfumo wa kisiasa unaweza kubadilika, na nafasi za watu ndani yake pia hubadilika kulingana na mazingira na maslahi ya wakati husika. Katika mjadala huu, kauli ya mwanasiasa Godbless Lema imekuwa ikitajwa mara kadhaa. Inanukuliwa akisema kuwa hakuna Mtanzania anayepaswa kufumbia macho maovu yanayodaiwa kutokea, kwa sababu hakuna mtu aliye na uhakika wa ulinzi wa kudumu. Kwa mtazamo wa baadhi ya vyanzo vya mjadala, kauli hii inaeleza hoja kwamba mifumo isiyo na uwazi na uwajibikaji hujenga mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika.
Hoja si kwamba kila mtu yupo katika hatari ya moja kwa moja, bali kwamba ukosefu wa uwajibikaji huathiri jamii kwa ujumla. Kauli hiyo inaunganishwa na mjadala mpana unaosema kuwa kunyamaza kwa wananchi au viongozi kunaweza kuimarisha mifumo inayodaiwa kuwa na changamoto badala ya kuilazimisha kujirekebisha. Katika mjadala unaoendelea, madai yanayotajwa yanaelekezwa zaidi kwenye namna maamuzi ya juu yanavyofanyika ndani ya chama tawala. Inasemekana kuwa maamuzi mengi nyeti hayaishii katika vikao vinavyoonekana hadharani pekee, bali hujengeka kupitia mashauriano ya ndani, ushawishi wa muda mrefu na mizani ya makundi yenye nguvu. Ndani ya muktadha huu, jina la Jakaya Kikwete linaendelea kutajwa kama mmoja ya watu wenye uzoefu mkubwa wa uendeshaji wa dola na siasa za chama. Inasemekana kuwa uzoefu huo humweka katika nafasi ya kusikilizwa, hasa nyakati ambazo uamuzi mkubwa unahitajika kufanywa. Hata hivyo, madai mengine yanasisitiza kuwa nafasi hiyo haimaanishi ulinzi wa kudumu. Kwa mujibu wa mjadala unaoendelea, mfumo wa maamuzi hujipanga upya kulingana na mazingira ya kisiasa, presha za ndani na nje, pamoja na maslahi ya wakati husika. Ndani ya Chama cha Mapinduzi inatajwa kuwa ushawishi haupimwi kwa cheo kilichoandikwa kwenye katiba ya chama pekee, badala yake hupimwa kwa historia ya ndani, mtandao wa uaminifu na uwezo wa kudhibiti au kupunguza migongano. Katika muktadha huo, inasemekana viongozi waliowahi kushika nafasi za juu hubaki na ushawishi fulani hata baada ya kustaafu rasmi. Hata hivyo, madai yanayoendelea yanaeleza kuwa ushawishi huo hubaki kuwa na thamani endapo unaendana na mwelekeo wa uongozi uliopo. Madai yanaongeza kuwa pale ushawishi huo unapoonekana kutofautiana na maslahi ya sasa, nafasi ya mtu ndani ya mfumo hupungua taratibu, bila hatua za wazi, bali kupitia mabadiliko ya kimya kimya ya nafasi na sauti. Mjadala huu hauishi ndani ya vyama vya siasa pekee. Raia wengi mitandaoni wamekuwa wakiuliza maswali kuhusu maana ya madai haya kwa mustakabali wa uongozi na uwajibikaji wa kisiasa. Maswali yanaulizwa ni pamoja na iwapo mfumo wa kisiasa unaweza kutoa ulinzi wa kudumu kwa yeyote, na iwapo kunyamaza au kubaki ndani ya mfumo ni dhamana ya usalama wa baadaye. Kwa mujibu wa maamuzi yanayojitokeza, kuna wasiwasi kwamba ukosefu wa uwazi katika maamuzi ya juu unaweza kuendeleza hali ya sintofahamu, si tu kwa viongozi bali pia kwa wananchi wa kawaida. Katika mjadala huu, kauli za baadhi ya wanasiasa wa upinzani zimeendelea kunukuliwa, zikisisitiza kuwa hakuna mtu anayepaswa kufumbia macho madai ya maovu au matumizi mabaya ya mamlaka. Kauli hizo zinatajwa kuonya kwamba mifumo isiyo na uwazi hujenga mazingira ambayo hata waliokuwa karibu na mamlaka wanaweza kujikuta hawana kinga. Msimamo huu unaelezwa kama wito wa kuangalia mfumo kwa jumla badala ya kuangalia watu mmoja mmoja. Kwa ujumla, madai yanayoendelea kujadiliwa yanarejelea swali moja kuu: je, kuna mtu aliyesalama katika siasa za mamlaka? Na je, katika madai hayo Jakaya Kikwete anatajwa kama mfano wa mtu mwenye ushawishi mkubwa, lakini ambaye kwa mujibu wa mijadala ya sasa anaonekana pia kutajwa katika hoja za kutokuwa na uhakika wa ulinzi wa kudumu. Katika madai hayo Jakaya Kikwete anatajwa kama mfano wa mtu mwenye ushawishi mkubwa, lakini ambaye kwa mujibu wa mijadala ya sasa anaonekana pia kutajwa katika hoja za kutokuwa na uhakika wa ulinzi wa kudumu.